ni kwa wale waaminio, na yaliandikwa ili tukajifunze na kujikumbusha. Na tunaona ahadi hizi zilipewa baba Ibrahim wakati ule amekuwa mtu mzima, hajapata mtoto, yeye na mke wake Sara. Unaambiwa muda ulikuwa umeisha, hata hali za wanawake ilikuwa zimekoma, lakini hata hivyo Mungu ahadi zake ni za kweli. Akamtokea Ibrahim kwamba wewe ndio utakuwa baba wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mshangao kwa mtu aitwaye tasa, na tasa ni yule amepita umri wa kuzaa. Na haingekuwa rahisi nyakati kama hizi mzee kama huyo aitwe baba wa mataifa na amekuwa mtu mzima. Leo tunaita watu tasa, huyu ni tasa. Pengine ameolewa na ana miaka 3, miaka 4, hata hajafikisha miaka 40. Lakini huyu mama mara alikuwa na miaka 60. Abrahamu 75 wakati Mungu akimtokea. Haleluya. Tunaongea kuhusu ahadi, na tutaona si kwa Ibrahim peke yake, hata kwetu sisi. Warumi 4:13. Mfanye haraka haraka kama ni kuweka. Haleluya. Hadi hizi ni kwa ajili ya Ibrahim. Akapewa mambo hayo na Mungu ili atarajie mambo yasiyotarajiwa. Na imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, yasiyoonekana kwa macho haya. Akatarajia yasiyotarajiwa, maana aliyachukua akayaweka kwa imani. Na si kwa Ibrahimu peke yake, bali kwa wale waaminio. Ahadi hizi walaahidiwa, na ilikuwa ni kwamba aliahidiwa zamani iliwekwa katika Torati, na pasipo kisheria. Pasipo sheria hakuna kosa. Na baada ya Yesu sheria ikafanyika, ikaletwa katika imani. Imani ikaletwa katika neema. Wajua waliongozwa na sheria, na unajua sheria. Hata leo kosee dunia hii, unapelekwa kwa sheria. Katika makosa yako, yule kama ni jaji ataangalia kosa hili sheria yasemaje. Na ilikuwa ndivyo. Ulikuwa ukikosa, unayo makosa mengi, wauliwa hapo. Ukiiba unakatwa mkono, ukiua wauliwa. Lakini Bwana akayaleta katika imani kwa njia ya neema, ili tutarajie yasiyotarajiwa, na tuamini yale ambayo ni vigumu. Tuamini yale yasiyoonekana kwa macho haya,
baada ya kuamini ahadi za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ni kwa Ibrahimu. Haingewezekana kwa kibinadamu, lakini tunaona aliamini yatarajiwayo, yale yasiyotarajiwa akayatarajia. Haleluya. Ukiangalia kuitwa kwa Ibrahimu, kitabu cha Mwanzo ya Genesis, nenda mwanzo wa kitabu kabisa. Basi Bwana Yesu asifiwe. Kati Mungu anaongea Ibrahimu, Ibrahimu anamwambia mimi sina mrithi. Mwambia Mungu. Lakini huyu Mungu akamwambia si huyo. Mimi ninaongea kati ya wewe na mkeo Sara, huyu aitwaye Tasa. Huyo ndiye atakuwa na huo uzao ninaokuambia. Biblia inasema akamtoa nje, kamwambia tazama juu. Inaonyesha ilikuwa ni usiku. Kaona nyota zimetapakaa kila mahali. Akaambiwa uzao wako utakuwa kama hizo nyota. Na akafananisha mchanga wa baharini. Uzao wako utakuwa kama mchanga wa baharini. Unajua ni ile sheshe. Wengine ni kama river sana. Huwezi ukahesabu. Huwezi ukahesabu. Lakini hata hivyo Biblia inasema akaamini. Akaamini kwamba yule asemaye ni Mungu na ana uwezo wa kuyafanya hayo yote. Na waleta katika imani. Imani ni mabayana ya mambo yatarajiwayo yasiyoonekana kwa macho. Fungu la 6 Waebrania 11 nasema pasipo hiyo imani haiwezekani kumpendeza huyo Mungu, maana amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yuko na tena huwapa thawabu wale wamtafutao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona ya kwamba akitokewa na Mungu alikuwa na miaka 70. Hebu soma Mwanzo 12 1 hadi 4.
Ndiyo, wakati akipewa hizo ahadi alikuwa na miaka 75. Unaambiwa toka uende kwa nchi nyingine, huko nitakubariki na nitakubariki. Atakaye kubariki akubariki, atakaye umlani. Alikuwa na miaka 75. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata hivyo, akiwa katika hiyo safari, amefika huko, Bwana amemwahidia hizo baraka. Hapo katikati kulikosekana uvumilivu. Na ujue Mungu alikuwa amemwambia pia, yeye na Sara, yote atakayokuambia msikize. Maana Mungu alifanya hivyo. Na Ibrahimu mengi aliyafanya kupitia yule mkeo wake kwa sauti ya Mungu. Atakayokuambia msikize. Walipotoka ile nchi wa kwenda kule Haran, miaka ikiwa ni 75, waliendelea wakahesabu miaka mpaka miaka 80. Huyo mtoto hajapatikana, ahadi hazijatimia. Hapo kukawa na kukorogana. Tunamwona Sara anamwambia Ibrahimu, huenda ahadi hizi si za mimi na wewe, hebu chukua huyu mjakazi, angalao atuzalie mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Soma Mwanzo 16. Haleluya. Kutoka 75, hicho kipindi walikaa kama miaka 15. Naona mama Sara anamwamurisha Hajiri au Ibrahimu aingiliane na Hajiri ili ampatie uzao ambao huo haukuwa mpango wa Mungu. Mungu ilikuwa ni Ibrahimu na Sara mkewe. Kwa hivyo kipindi walichokuwa Mungu akimpatia ahadi, walikaa kama miaka 15. Kutoka ni miaka 9, kutoka 75 mpaka 86. Tunaona Ishmaeli anazaliwa. Ibrahimu ana miaka 86, akiapewa ahadi na Mungu ana miaka 75, kuonyesha kulikuwa na kipindi cha miaka 11 cha kuvumilia, kumtazamia Bwana. Na pengine walikuwa warudi katika magoti, Bwana umetuahidi, mbona? Ujue mambo mengine yanahitaji uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Waweza omba miaka 2, miaka 3, kuna yale waweza jibiwa hapo kwa hapo. Kuna yale yaweza chukua muda. Kuna yale yaweza chukua muda mrefu. Lakini ahadi ya Mungu haiondoki. Mungu husimamia ahadi yake. Na hata hivyo, hata kama alimpata Ishmaeli, Mungu alisimamia ahadi yake. Alimrudia akamwambia, si huyu.
mwa Eleazari, si huyu Mumisri ambaye alikuwa kupatia uzao ule niliokuahidia, ni kati ya wewe na Sara. Ahadi yangu inasimama. Mungu akasimamia ahadi yake. Na hata hivyo haikuwa rahisi. Kutoka miaka 86 baada ya Ishmaeli, ilichukua miaka mingine 14. Maana alimpata Isaka akiwa na miaka 100. Mama akiahidiwa alikuwa na 60 years. Alipopata Isaka alikuwa na 90. Na Bwana alikuwa na 100. Tena kakazaliwa hako. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mungu akamjaribu na huyo, utanitolea sadaka huyu, yule mtoto wa pekee. Kama ni mimi na wewe, hatungesema ni Mungu. Lakini Ibrahimu, kwa sababu ana imani na Mungu wake, anajua aliyenipatia na yeye aliyeniahidi atajua vile atafanya nifanyike baba wa mataifa. Na akamchukua mtoto wake Isaka, twende. Tunaambiwa hakumwambia hata Sara, maana haingekubalika. Na mkiambiwa kwamba kuna mengine, si yote yapeane kwa mke wako. Patia 75%, 25% unaficha. Si yote. Maana hujui mawazo yake. Mpatie moyo wake wote na ujue huyu alifanya kuja. Na niliyaona hata hapa. Wakaoana. Bwana akawa na akaunti yake, bibi na akaunti yake. Nimehubiri miaka 32 hapa na wengi ni wale nimewaoa sasa hivi. Kasoro huyo mzee ndiye alimkuta akiwa mzee hapa. Na wale hawako. Sasa uzima moto mimi. Usema moto na uzime. Bwana Yesu asifiwe. Si nimefanyika baba wa imani kwenu. Hata kama si kwa wengine, lakini kwenu ninyi. Paulo akasema hata kama si mtumishi kwa wengine, lakini kwenu ninyi. Kama si mtume kwa wengine, lakini kwenu ninyi. Na si ninyi peke yenu. Kuna wale hawako. Mke na kaunti yake. Bwana kaunti yake. Sasa Bwana baada walete hizi akaunti pamoja, waone watarani ipi. Yake mke hataki kujua Bwana, lakini mke anataka Bwana ijue, ya Bwana ijue. Ikawa na vita. Na ikawa watu wanaitwa kama family na kiongozi hapo. Sasa mwisho ikawa ni kwamba wafungue joint account. Tena wote kama joint account inaandikwa any or any one of them, yeyote anaweza akatoa. Yeyote anaweza toa. Sasa ujue biba ameolewa na hana kazi, hata kama ana ujuzi lakini yuko nyumbani. Nani anaweka hiyo pesa? Ni Bwana. Na hii pesa iko huru kwa kila mmoja. Kizaazani hiki. Alikuwa akitaka kikosana na huyu Bwana,
anaenda na pora pesa yote. Alafu ajanzo mchezo wapigane, alafu atoroke. Akale ende kwao au kwa rafiki yake ale hizo pesa. Bwana akienda akiangalia akaunti dormant, empty, bare. Kuna bare hand. Wazungu wanasemaje? Fuko mtupu. Kaunti tupu. Sasa wewe huyu mke akufanya hivyo mara ya kwanza, mara ya pili, utafungua joint account hapo, wewe unamwekea kipora, akienda akimaliza rudi. Na kuna wale wengine hawawezi kutumia pesa. Na kuna wale wanawake wengine hawawezi pesa. Na naongea sia, hata kama sia Bwana yeye usaidie. Usaidie. Ukiona huyu mtu hawezi pesa, jihadhari, maana atakuweka fukara. Wewe unamwachia pesa, ukirudi amekula maembe, amekula mihogo, sambusa. Na wewe unashinda kung'ang'ana. Hata kama utakula, mwambie suna tunu, wewe utaka maembe masala. Usiwe na roho ya uharibifu. Wengine alikuwa bwanake hapa, siku hizi wamekuwa wahubiri huko nje. Mtu wa watu anapokea pesa na chukua bahasha hata bila kufunguliwa, anaenda nampatia bibi, fungua mwenyewe, upange mwenyewe budget ya mwezi mzima. Ni upendo aina gani huo? Na ujue ni mshahara, na unajua wote ni mshahara. Yuko sawa? Ni sawa, ni sawa hiyo. Sasa kizaazaa ni matumizi. Na akimaliza hizo pesa vita. Bwana anajua hiyo pesa itaenda mpaka mwisho wa mwezi, na hata pengine huyo bibi atamwambia hii pesa hata tusitoe fungu la, maana hazitatosha. Ni sawa kuleni, lakini zitawatosha. Wanahesabu tarehe moja, ikifika tarehe 14 pesa imeisha. Na huyu jamaa yuarauka kila siku, bahasha amempa yeye, amekula viazi, akiona maembe yuala, akiona mahindi yuatafuna. Alafu yeye ndiye ameekwa mweka hazina. Huyu mwanaume wa watu ana shida gani? Kama unajua mshahara wangu ni huu, itakuwa vita. Anataka pesa, na pesa yeye ndiye amemaliza, hajapanga vizuri. Kama ni wewe utafanyaje? Kama ni mimi ninampangia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mwanamke aina hiyo, sasa mnulie kila kitu, kila atakacho mpe, lakini jipange wewe mwenyewe, maana ni shida. Umepeana waenda shinda njaa, huku yeye ndi karubandika. Na ni mambo naelezea, tumeyapiga wakati mwingine. Na kama hamjaelimika, ni yale masikio ambayo hayasikii, ni zile dengu na pojo ambazo hazipikiki.
Kalamanje. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi huwa na washauri, bwana anafanya kazi, bibi anafanya kazi, nyote mna mapato, kaeni shaurianeni, hapa ni zipi tutakula na hapa ni zipi tutasevu tufanye maendeleo. Au njia nyingine, munaleta pamoja, munagawanya katikati, hii tuweke saving na hii tutumie, na kile kitatumika kila mmoja ajue. Vyaweza wasaidia. Vyaweza wasaidia. Lakini kama utaiki holela holela, yule anayeachoa pesa hata hajui kwamba kuna maisha ya baadaye. Na ujue nyumba ni wewe. Ujenge nyumba yako, si ujenge kwenu. Maana wengine wakiolewa ni miradi ya kwao, pesa yaangalia kwao, yaangalia yeye amemaliza, wameoana huko, ni wewe ujenge nyumba yako. Wewe yafanye, utakujalia wewe mwenyewe. Utalia wewe mwenyewe. Maana tupa hiyo, utakuja achwa wewe na hao watoto wako. Na utakuwa mama siye na hekima. Na hao waume wakati mwingine mwashauri, waweza mbadilisha akawa hana maendeleo, akawa mtu wa maendeleo. Bwana the same. Mungu akisema nitakubariki, hautabarikiwa kutembea na kuomba. Lazima kuna mambo yafanye. Bwana Yesu asifiwe. Hata Ibrahimu akiahidiwa, si kuna mambo walifanya. Kwani mtoto iwajaje? Kuna kazi walifanya. Ndio akapatikana Isaka. Vivyo hivyo hata baraka za Mungu. Ni mengi tuliahidiwa baraka. Tumeahidiwa kila kitu. Lakini kunao yale tuyafanye ili tusimame na hilo neno. Kwa njia ya imani. Imani. Haleluya. Biblia inasema Ibrahimu alimwamini Mungu. Na hata kama kulikuwa na makosa kidogo yaliyofanyika kuingilia Hajiri, lakini kupitia sauti ya pili, maana alipewa chance ya pili. Ule wakati akaambiwa si huyu. Waweza poteza ndugu, lakini ukapewa nafasi nyingine. Mungu ni wa akiambiwa si huyu, huyu atakaye kubariki, alikuwa anamaanisha nini? Si huyu. Ni kati ya wewe na huyu Sara. Kwa hivyo iko sehemu ya pili. Usipokee hizi ahadi. Mungenipa soda hivyo ningeona raha. Msipige makofi bure. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha ni ya kujipanga. Si kwa nguvu, si kwa uwezo, ni kwa imani. Utarajie yasiyotarajiwa, maana ni ahadi ya Bwana. Uamini yale haujayaona. Mimi nashukuru Mungu na imani hii niifundishayo, mimi ndio niendeayo. Si wengi mnanijua hata historia yangu, na wengi nawajua historia zenu. Twajua haya tunayoyafundisha na kuyafanyia kazi, na yale tunayoyaona. It's a process. Yani imani ya Mungu ni hatua hadi hatua.
lakini lazima uwe na mahali umelenga. Walenga wapi hizi ahadi za Mungu? Tunalenga wapi? Na katika yale umelenga, uyaweke kwa imani. Ukiyaweka kwa imani, uyaendee na kuyafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu ni kwa wale waaminio. Tuliahidiwa mengi. Baraka za watoto, baraka za mjini, baraka za mashambani, baraka kila mahali. Juzi tulikuwa tunahubiriwa, mtakapoisikia sauti ya Mungu na kuyafanya yote ambayo Mungu anaagiza leo, baraka hizi unajua ni ahadi pia, zitafuatana na ninyi. Ukisoma Kumbukumbu 28:1 kuendelea, zinaorodheshwa. Hapo ndani kuna ulinzi, hapo ndani kuna kupigwa mahadui, wakujie kwa njia moja watawanywa njia 7. Onyesha hakuna silaha wala hadui atasimama akushinde. Ni ahadi. Kusikia, kutii. Haleluya. Kwa hivyo tunaona hiyo gapu, anaitwa na anapewa ahadi mara ya kwanza miaka 70, miaka 75, 60 kamili, miaka 100 Isaka, miaka 90 ya Sara, 100 ya Ibrahimu. Ni kipindi ngapi hapo? Miaka ngapi? Karibu 25. Lakini ahadi iko pale. Sisi nasi ahadi zetu zinasimama. Kama tutaomba kupitia neno la Mungu na tusimamie hilo neno, ni zetu sisi. Zetu. Kwa imani. Nenda Matthew au Mark. Tunaenda kumaliza. 11:23-24. Yeah. Amini nawaambia, yote atakayowaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini ya kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote mtakayo omba mukisali, aminini ya kwamba munayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amini amini nawaambia, yote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ni imani. 24. Yote muyaombayo na mkisali na muamini kwamba mnayapokea, yatakuwa yenu. Mengi tunayaomba. Ahadi za Mungu ni kwa wale waaminio, si kwa Ibrahimu peke yake. Unayo mambo mengi. Ibrahimu alikuwa ni watoto. Wewe kuna yalo na yaomba, mahitaji yako
Kuna yale makubwa ambayo unasema Bwana ungenifanyia haya. Haleluya. Hapa wakati mwingine tunaona vizuizi vile ambavyo vinatufanya tusiamini au tusipokee. Nyakati wa pili 20:20. Ngoja ili na mimi niende hapo. Haya, nimefika. Amen. 20. Mbona umeondoa na sijakwambia? Wakaamka asubuhi na mapema, kaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Mungu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakapofanikiwa. Aminini Bwana Mungu wenu mukathibitike. Muamini manabii wake mufanikiwe. Wajua baraka zako zinatokana hapa na mimi. Ukiwa hapa tu na huna imani na mimi, afadhali tafuta kanisa uende, maana hutapata kitu. Au uko hapa mimi ni mhubiria unanisengenya, tafuta mahali, maana ni kama unasipiga chenga. Hiyo ndio vizuizi. Lakini ninaamini kabisa wale wamesikia wito wangu tangu niingie hapa. Wengine walikuwa watoto wa shule, wamemwona Mungu. Au nimewapotosha? Sijawapotosha. Mpaka miaka ya nyuma nilikuwa nikaletewa vijana, waambia watoto wangu wakae hapa, maana wewe unalea vizuri. Na kumbe alikuwa yuko hapa alipooa, na hiyo ndio ilikuwa nia yake. Hata mamake kamuoza, sijui kama alirudi, kaambiwa bibi ndio alikataa hapa. Sasa bibi mgeni akatai kanisa la Bwana, na wakapotea huko. Hata sijui kama wameokoka mpaka saa hii. Alikuwa na akae miaka 3-4 aje asalimie tena, hata hatasalimia, ataonekana apotee. Na wengine wako hapa. Mwingine hata niletewa na mzazi wake, tena babake ni pastor, babake mkubwa, lakini babake haamini huyo ndugu yake. Nikaletewa mkononi hapa msichana, akae hapa, maana hapa kuna wenzake, hapa kuna, na alibarikiwa hapa, akaolewa hapa, akafunga ndoa, yuko hapa. Yeye mwenyewe anajijua hata nisipomtaja. Bwana Yesu asifiwe. Na kama haujaamini, siku moja mama mwingine akiwa hapa, hata hakuwa hapa, lakini alikuwa akitembea mara moja moja, anahusika sana na hii. Sasa sijui vile niliingia kijana, wajua nilidharauliwa.
Jana ataniambia nini, lakini uzuri ni kwamba kama nimekuombea nimetoa pepo au mgonjwa umepona, walikuwa wakitoka huko wanaenda rudiwa, maana walikuwa watashawishiwa na wahubiri wazee, waombe mpaka wachoke na mletewa tena hapa, kija kimwekea anaendelea. Sasa ikawa kuna mwingine haamini ya kwamba mimi ni mtu wa Mungu, nimeitwa, ni mtu mzima aizaniza. Siku moja akashikwa na shida. Basi si mwingine, kwani nikimtaja ni dhambi? Hata kama mnamjua, kwani nikimtaja ni dhambi? Si dhambi, ni mfano. Maana mimi niko wazi. Si nimeongea historia ya huyu na mlikuwa mnaijua over 30 something years ago. Na akawa baraka. Na hata hii mix alikuwa yule bwanake ambaye alikuwa hatuongee, ndi tumeipiga paka leo, tumeacha wiki iliyopita. Miaka 30 iliyopita. Ni ya babake au bwana wa huyu mama. Kwa sababu ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ni mwenda zake? Mama Mary. Mnamjua? Waanzilishi wa hii. Naongea hata akiwa huko si dhambi. Maana aliniambia mwenyewe. Sasa siku moja, maana walikuwa wakija pale nyumbani Muzambaraoni. Kuna mkuu wake ni mzee wa kanisa huko. Na mimi niko hapa ni kijana. Kija huko. Na nikiwa hapa hawange kanyaga hapa. Na kanisa ni hao ndio walioanzisha, mimi kaingia. Sasa siku moja, wajua vile Mungu anafanya. Akawa na shida, pitia changamoto zile nyingi tu, ni mtu mzima, hata ni zaidi ya nyanyangu. Na mimi niko nyumbani kwao. Room ya kwanza na ya pili, sitting room, bedroom. Watoto wangu bado wanazaa. Hiyo miaka ya 90, 2000, hata 90. Maana ule watatu sikumzalia pale. Lakini wawili ndio wazaa hapo. 197, 99. Hicho kipindi alipopitia changamoto, akawa hajua sipeleke wao, na mimi niko ndani, wao wako nyumba, room ya mwisho, store. Yeye mwenyewe akasema, akalala usiku, akatokewa na mtu. Huyo mtu hakujua ni kama malaika au kama nani. Akaulizwa, akasema niko na shida ukiwa hapa. Akaulizwa, una shida gani? Si wewe hapa ndani ya nyumba yako unaye mtumishi, kwani huyu mtumishi unamdharau? Akaamrishwa muende akuombe. Bwana Yesu asifiwe. Muende akuombe. Na hizo shida zitakuondokea. Unajua mimi hata kama hadui ukiniita njoo nitakuja. Na ukiona shida nitakusaidia. Na ndivyo. Hasira zangu ni za nasai kuweka hasira kwa akili na roho mpaka zikawa mimba kama ambaye nitazizaa. Kuna hiyo. Mama siku moja, hata sikuenda kwake, alikuja kwangu. Na akanielezea. Anajua hata huko alipo. Naelezea hizo shida. Kwa hiyo tunapitia haya. Mimi kwa moyo wa huruma nasema, najua ninyi ni wakongwe wangu na ni watu wazima wangu, hata ninyi ndio mngeniwekea mkono.
lakini kwa sababu ni mtumishi. Sote tumwamini Mungu. Kwa yale nitayaomba, Bwana awe juu yako akusaidie. Na nikaomba na yule nyanya. Maombi tu mafupi. Tena alikuwa ameamrishwa tafuta sadaka uende, maana ulimnena. Tafuta, usiende mkono mtupu. Akaniambia lakini hii, asema mimi nafuata kile nimeambiwa. Basi cha kushangaza, alimuona Mungu siku hiyo. Siku hiyo akamuona Mungu. Na ndio mara ya kwanza wakabadilisha nia. Badala ya kuenda Mpwapwa Mzambaraoni wakaingia hapa. Na ushuhuda wake wa kwanza aliongea mbele ya watu kwamba niliona huyu Benson hakuitwa na Mungu, lakini sasa nimeamini. Wale waliokuwako hapa na wale wako kwa akili yangu, wale waliokuwa washirika wa wakati huo bado watatu hapa, na sijui kama walikuwa hapo siku hiyo. Na ndio akabadilisha, kujua ya kwamba mimi ni mtumishi na nimeitwa kwa jina la Bwana. Hivyo mwaminini Mungu mthibitike. Aminini watumishi wake mfanikiwe. Usipoamini ndugu, na nakuhubiria, wafanya nini? Usipoamini hata ile naongea ni bure. Bure. Na usikae kiswerere hapa. Mimi useme ya kwamba bora uwe mokofu. Usikae na pengine unaumizwa. Na kama una shida na mimi, hebu ongea na mimi. Mimi ni baba na watoto kama wewe. Wewe ni mama yangu, waweza nizaa. Wewe waweza kuwa mtoto wangu au ni ndugu yangu. Na useme ya kwamba mimi ni mtu simple. Na usiniogope, uniheshimu. Maana wengi ati pastor ni mimi, hata si mkali. Ukali wangu ni dhambi. Waweza niona mbaya lakini si mkali. Waweza nipata mtu mjinga au mwerevu. Na nasikiza kila mmoja. Hata mtoto mdogo. Siku moja nikahubiri hapa, mtoto mdogo akanijia hapa. Ataka kuongea na mimi, nikamsikiza. Maana kulikuwa na mambo yalikuwa ni yaongewe, na yule alikuwa anatarajia ongee hakuongea. Mtoto wa miaka 3 akanijia hapa. Ananiambia mama amejifungua mtoto msichana. Na alikuwa anatazamia nyanyake aongee. Hakuongea, akaona hii bado itafumba na pastor hajajua. Pastor hajajua. Na ni huyu mama mafumbo. Mama mafumbo. Mjukuu akaja hapa, akapanda hapa, atakaongea, anasema mamangu amejifungua mtoto msichana. Na kuambia ujue. Na hata siku anajua. Bwana Yesu asifiwe. Si aliona ni heri nipeane huo ujumbe, na ni malaika. Hivyo tuwaheshimu manabii ukitaka ufanikiwe ndugu. Na unaona mimi niko na baraka tangu kuzaliwa. Nitembeaye na yeyote hata kuwa vile alivyo. Na nimehakikisha
Kuna mwingine alikuwa na biashara yake, kijana mwingine sasa hivi vijana wengi wa kiume wamefungika kikazi. Maana leo wameimba wasichana watupu. Hata wangu hayuko hapa. Alikuwa na hoteli. Sasa alikuwa na tabia, ikifika jioni, kwa sababu ni kijana wangu wa hapa, mimi nami naenda kidogo, either niwe natafuta au naenda nakaa, na nimehakikisha hiyo. Hata kuna mwingine ni shahidi hapa, huyu ni shahidi huyu. Waweze kwa kumekauka, na hata wasitaki kitu, na hata huyu ndio nafanya. Nitaenda tu nikae hapo, tuongee mawili matatu, utaona wateja popo, na nikiona wamejaa mimi natoka, na sijamwambia ni kwa sababu gani. Wakishajaa sasa naona huyu na si kwamba nimepeleka nini, sipeleki chochote. Sasa ikawa nikienda hapo, ameweka mrundo wa zile dakika tuko hapo, watafagiwa mpaka siku moja akanambia, wewe itabidi kila jioni, hata kama kunulia nikupe kuku wa bure, lakini uje ukae hapo. Nikamwambia unifanye fingo. Bwana Yesu, wataka kuniweka fingo? Si kivutio cha mimi, wanakuja tu. Na mara nyingi wengine wengi haleluya, muki wapenda manabii wenu, watumishi wenu, kuna kufanikiwa. Ndipo sa Paulo wa Korintho wa kwanza, ninafunga ili tuombe 1 na 2. Korintho wa kwanza 11 kama sijakosea, 1 na 2 au ni 1 na 2, iko hapo. Haya, basi hapa anasema muniige mimi, munifuate mimi, kama vile mimi nilivyomfuata Kristo, na ninawashukuru kwa vile mnavyoyapokea. Je, unayapokea? Ni muyapokee. Na wandugu, nawaambia ya kwamba mkitaka baraka za hapa, fanyeni yale yote yanapasa Mungu muyafanye na heshima. Wajua pasta hujengwa na washirika, pasta hujengwa na washirika, na pasta washirika hujengwa na pasta. Na ni mbaya pengine kuna mtu aina hiyo, unene pasta wako kanisa ambalo wewe mwenyewe unaenda ukikaa umshengeye na mataifa au na watu wengine, si unakumdunisha yeye, wajidunisha wewe mwenyewe. Maana kama huyu mtu ni mpumbavu, unakaa chini ya mpumbavu. Huyu mtu hafai, unakaa kwa mtu ambaye hafai. Sasa ni nani hafai zaidi? Yule kipofu akiongoza mwenzake? Nani atanusurika? Si wote atatumbukia shimoni? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni nani wa kumjenga? Ni wewe. Ukimjenga kijengeka, wajengwa wewe. Ukimwongelea mazuri, unajiongelea mazuri wewe. Na iwe ile kama vile wasemaji, asema huyo pasta wa Bamburi, ukitaka ukosane na watu wa Bamburi, gusa pasta wao. Nimesikia hizo mara nyingi, na nashukuru kwa upendo wenu.
lakini upendo hautoshi peke yake. Munipende kwa matendo. Munipende kwa matendo. Bwana asifiwe. Unipende kwa matendo. Leo nipende, uende kwenu ambe ota moto, uende kwa amani. Tuishi kwa ahadi za Mungu. Mungu atubariki. Simame. Waimbaji.